أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم الوهاب، الكريم التواب، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، زبدة الأخيار وسيد كل متقن أواب، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أولي المغافر الألباب. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam, leo ni siku ya pili ya darsa yetu hii ya Ramadhani katika kitabu cha Ifadatu Salatil Umad, ambapo tumetohoa mlango wa funga tu, kitabu Siyam. Kitabu ambacho kimetungwa mwanzo wake ni mashairi ambayo yametungwa na Ibn Rasalan, lakini wakapata washereheshaji wengi katika kusherehesha hii nadhmu ya Zubad ambayo imegusia vipengele mbalimbali katika sheria ya dini, katika kuanzia tahara, waendelea swala, zaka, funga na itikafu, haji, muamalati nyingine ambazo kwamba zipo. Kwa hiyo wamepatikana washereheshaji wengi, lakini kitabu hichi Ifadatu Salatil Umad kimeshereheshwa na al-Imam al-Faqih al-Allama al-Sharif Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Bari al-Ahdal, wenye koza Ahdal hao. Kwa hiyo moja kwa moja tumeanza katika kitabu Siyam. Jana tulikuwa tunatoa mukaddima wake, lakini insha Allah leo moja kwa moja tutaanza hichi kitabu. Qala al-muallif rahimahullah, amesema muallif mtunzi Mwenyezi Mungu amrehemu, kitabu Siyam, hichi ni kitabu cha funga. Kitabu chetu kitakuwa kina mfumo wa mashairi. Amesema shekhe, yajibu saumu ramadhana bi ahad amrayni bistikmali sha'ban al-adad aw ru'yati al-adli hilal ash-shahri في حق من دون مسير القصر، هذا الذي أشار إليه الرافعي، والنووي يختار بالمطالع، وإنما الفرض على شخص قدر عليه مسلم مكلف طهر. Amesema mtunzi, kitabu Siyam hichi ni kitabu cha funga. Akaeleza nini maana ya funga, akasema wa huwal imsaku anil mufattirati. Narejea kidogo ambayo tuliyapita jana. Hiyo funga ni kujizuia kunako
yenye kufunguzisha, biniyatin makhsusa, kwa nia makhsusi maalum, jambo ambalo jana tumeeleza kwa undani kiasi. Akasema shekhe, yajibu saumu ramadhana biahad, inapasa kufunga mwezi wa Ramadhani kwa kupatikana moja ya mambo mawili haya, biahadi amraini, moja ya mambo mawili haya, bistikmali Sha'ban al-adad, kwa kukamilisha idadi ya Sha'bani, idadi ya Sha'bani, mwezi wowote kiambwa istikmali, kukamilika kwake ni siku 30. Kwa hiyo shekhe katika ufafanuzi sharh anasema qauluhu yajibu saumu Ramadhan, kauli yake mtunzi aliyosema yajibu saumu Ramadhani, inapasa kufunga Ramadhani, ai yani ala man wujidat fihi shurutul wujubi, kwa yule ambaye pamepatikana kwake yeye yale masharti ya wajibu wa kufunga, tukayataja jana. Masharti yako 6 kwa ufafanuzi, lakini kwa kuachilia yako 4, ambayo tukasema hayo masharti yatakayompatikania mtu ili aweze kufunga ni al-islam wal-bulugh wal-aql wal-qudra. Masharti hayo 4: Uislamu, kubaligh, akili, wana akili, na uwezo ambao unakuja unafafanuliwa hisan wa shar'a, kihisia, sa uhakika kwamba ana uwezo wa hakika sawa kufunga, wa shar'a na kisheria. Tukasema hisan, akiwa mtu mgonjwa, huyu hana uwezo hisan, kwa hiyo awe mzima anaweza kufunga. Lakini wa shar'an inaingia, sheria imemruhusu asifunge hata kama anakuwa na uwezo wa kihisan. Mwanamke mwenye yupo katika kipindi cha hedhi au nifasi, sheria imemwambia asifunge kwa wakati ule, kwa hiyo sheria imemzuia. Na mfano wa hayo ataeleza vipi anaingia masharti hayo, kwamba anaingia katika namna 6. Kwa hiyo aliposema yajibu saumu Ramadhana, yapasa kufunga Ramadhan, ala man wujidat fihi shurutul wujubi al-atiya fi qawli an-nadhimi wa innamal fardhu, kwa yule ambaye amempatikania yeye masharti ya kuwajibika yafuatayo au yajayo katika kauli ya mtunzi aliyosema wa innamal fardhu ila akhirih, wa innamal fardhu ala shakhsin qadar, na hakika hiyo funga ni fardhi juu ya mtu ambaye ameweza nini? Qadara alaihi, ameweza hiyo funga, ambaye ni muslimin mukallafin, ambaye ni mukallafin tahar, ambaye yuko tahara. Taeleza hapa tukifika, lakini tukiendelea huku Sheikh anasema qauluhu, kauli yake mtunzi aliyosema bi ahadi amraini, kauli ya mtunzi aliyosema bi ahadi amraini, kwa moja ya mambo mawili. Huko kufunga ni wajibu bi ahadi amraini, kwa moja ya mambo mawili. Mambo mawili hayo ni yapi? Aliyasema shekhi hapa. Basi hapa shairi ukilisoma ni hivi: yajibu saumu Ramadhana bi ahad, yajibu saumu Ramadhana bi ahad. Sheikh anasema qauluhu bi ahad amraini. Kwa nini kasema bi ahad? Kwa sababu hapo katika shairi
ubali wa mwanzo umemaliza hapo, kasimama, ndo akasema biiskani ahad, kwa kuisakinisha hiyo ahad, kwa maana akisimama kasema ahad lilwaqfi, kwa kisimamo. Wa illa, na ikitokuwa kisimamo, Shekha anasema fahuwa mudhafun ila qawlihi amraini, ni mudhafi hiyo ya kauli yake huko mbele, amraini. Ina maana ukisimama utasema bi ahad, lakini ukiendelea utasema bi ahadi amraini, tayari inapatikana mudhafu wa mudhafun ilayhi. Tumefahamiana? Kwa moja ya mambo mawili Shekha anasema qauluhu bistikmali Sha'ban al-adad. Shapaona hapo tulipo. Tuko pamoja? Kauli yake Shekhe bistikmali Sha'ban al-adad, kwa kukamilisha idadi ya Shaabani, ai 30, yani siku ngapi? 30. Ina maana jambo la kwanza ambalo linatupasa sisi tufunge katika yale mambo mawili, jambo la kwanza ni lipi? Bistikmali Sha'ban al-adad, kukamilisha idadi ya Shaabani ambayo ni siku 30. Tukikamilisha Shaabani 30, basi sisi inatupasa tufanye nini? Tufunge. Kama hatujakamilisha, Shekhe hapa atasema mbele. Kwa hiyo Shekhe anasema wala yuktafa fi thubuti Shaabana bishahidin, anatupa faida, haitoshi kuthibiti Shaabani kwa shahidi mmoja. Sio Ramadhani, Shaabani haithibiti, haitoshi kuthibiti kwa shahidi mmoja ambaye atanadi kwa hakim kwamba ameuona mwezi wa Shaabani. Haithibiti kwa mtu mmoja, inathibiti kwa watu wawili. Wanasema bal la budda min ithnaini, bali hapana budi kwa mashahidi wawili. Angalia hapo Shaabani hiyo, si Ramadhani. Ramadhani ataeleza hapo chini tayari. Mwezi wowote hauthibiti kwa shahidi mmoja, unatakiwa uthibitishwe kwa mashahidi wangapi? Tumesema wawili, isipokuwa mwezi wa Ramadhani tu. Lakini yapo masala katika huko kuthibiti kwa mwezi ambayo yakitakiwa kuthibitishwa katika ibada, yapo maulama wanayaeleza inatosha kwa shahidi mmoja. Katika vitabu vikubwa atayaeleza, anayaeleza. Kwa hiyo usije ukashangaa kauli ya kusema kwamba hata katika miezi ya kawaida shahidi mmoja anatosha. Unaweza ukakuta hivyo, lakini katika masala maalum tayari Sheikh anasema au ru'yatil adli hilal ash-shahri, au kuona mwadilifu mwezi mwandamo. Jambo la pili hilo, moja ya mambo mawili, tukamilishe Shaabani ndio tufunge Ramadhani, au auone mtu ambaye ni mwadilifu mwezi mwandamo, lakini fi haqqi man duna masiri alqasri, kwa haki ya yule ambaye yupo chini ya masafa ya kupunguza swala. Kama mimi na wewe hapa ni muqim, ni wakaazi, hatupo wasafiri, haki yetu tutakapouona mwezi tunatakiwa tufanye nini? Tufunge. Ama yule ambaye ni msafiri, safari ya kupunguza swala, yeye hata akiuona si wajibu kwake kufunga, kwa sababu yeye anaingia katika udhuru gani? Kwamba ni msafiri tayari, anapewa udhuru na sheria, akitaka anapewa ruhusa tayari hapo. Tumefahamiana? Ndio maana Sheikh akasema fi haqqi man duna masiri alqasri, ataeleza kwa ufafanuzi wake.
qauluhu au ru'yati al-adli, kauli yake Sheikh aliyosema au kuona mwadilifu, ai alwahid, yani mmoja, almutasif, mwenye kusifika, bisifati adli shahada, kwa sifa ya uadilifu wa ushuhuda. Tayari hapo kuna vitu viwili, kuna adlu shahada na kuna adlu riwaya. Tayari sisi hapa tunamwangalia adlu shahada, na sifa zake ni zipi huyo adlu shahada? Sifa za adlu shahada ambaye sisi tutamchukua ili aweze kuthibitisha mwandamo wa mwezi kwa hakim ni huyu. Kiamba adlu shahada ni nani? Ni almuslim, lazima awe muslim. Andikeni adlu shahada, huyo ambaye tunamzingatia hapo awe almuslim, ni muislamu, albaligh, baligh, alaqil, awe ni mwenye akili, alhur, awe ni muungwana. Tayari hapo adhakar, awe ni mwanamme, almansubu bil adala, mwenye kunasibishwa na uadilifu. Tayari. Kwa hiyo sio mtu tu anatoka si mwadilifu, hana akili, tukamzingatia kwamba mimi mwezi nishauona, pengine mwezi kauona kwenye simu, tukamshangilia, kauona huyu hapa, tukampeleka kwa hakim. Alipofika kwa hakim, anaambia vipi, tuambie umeona vipi? Nimeona YouTube. Huyo siye, ana sifa za adlu ashahada. Tayari hapo qauluhu hilal ash-shahri, qauli yake Sheikh aliposema hapo au ru'yat al-adli hilal ash-shahri, ay shahru Ramadan, ay shahri Ramadan, yani mwezi wa Ramadhani. Bi an yaqula inda al-hakim, kwa kusema huyo ambaye aliouona mwenye sifa hizo tulizozitaja mbele ya hakim, kwa kusema ashhadu anni raaitu al-hilal, nashuhudia kwamba hakika mimi nimeuona mwezi. Hamna tamko jingine kama dhehebu yetu, hamna tamko jingine aseme nimeshuhudia. Sheikh anasema wala yakfi, wala haitoshi kusema ashhadu anna ghadan min Ramadan. Haitoshi kwamba kesho aseme tu kwamba nashuhudia kwamba kesho ni katika Ramadhani. Vipi? Tuambie umeuona mwezi hapo, ikiwa kwamba hatujakamilisha. Ikiwa kama tumekamilisha, hatuna haja ya kumuuliza mtu. Tumekamilisha Shaabani, siku ya 31 tunafunga. Yani tukizihesabu tu, hamna mwezi ambao unaisha 31 kwa miezi ya miandamo. Yani ile siku ya mwezi mosi ya Ramadhani tunafunga moja kwa moja kwa sababu tumekamilisha. Lakini ikiwa tumeuona mwezi 29, basi tunafunga tayari. Wayalhaqu bil amrayni, na huongezewa katika hayo mambo mawili. Mambo mawili yapi? Kukamilisha Shaaban 30 au kuona mwezi, kunaongezewa vitu hivi hapa. Wayalhaqu bil amrayni, wayulhaqu bil amrayni al-amaratu ad-dallatu ala ru'yatihi, alama mbalimbali ambazo zinajulisha juu ya kuonekana kwake. Tayari, yani alama tunatakiwa tuwaalimishe, tuwadhihirishie watu, tuwekee alama kwamba mwezi umeonekana, au mwezi au tayari imeingia Ramadhani, tayari au tayari imeingia Ramadhani ikiwa tumefanya nini? Tumekamilisha Shaaban. Au ikiwa 29 tumeuona mwezi, alama ziwajulishe watu kwamba tayari Ramadhani
Sheikh anasema kalmadafi'i allati tusma'u inda tawaqqu'i ru'yati al-hilal, kama ile mizinga ambayo inasikilikana zama za kuonekana kwa mwezi. Wenzetu hapo nyuma na baadhi ya nchi nyingine bado anayo hii kawaida, tayari wanakuwa ukishaonekana mwezi ama tayari imekaribia Ramadhani, wanakuwa wanapiga nini, mizinga ile pashpashi, kwa ajili ya kuwajulisha watu kwamba vipi mwezi umeonekana tayari, na inakuwa ni alama muhimu, kwa sababu kama tutaona hapa mbele kuna kwa kauli ambazo kwamba matwali ambazo zinafanana. Kwa mfano kama sisi hapa matwali yetu Tanzania bara, Kenya, matwali zetu zinafanana, si ndio hivyo? Kwa mfano kama Kenya wameuona, ama Tanzania sehemu mikoa ya mbali Kigoma wameuona mwezi, sisi hatujauona, ina maana kupatikana alama ambazo zitakuwa zinajulisha mwezi umeonekana katika maktaba ambazo tuko sawa tayari. Sasa hivi hizi alama ziko nyingi, sasa hivi mtu ukishaonekana tu unatumwa kwenye mitandao, lakini zamani kunafanya vitu ili watu wengine wajue tayari. Ndio anasema hapa kalmadafi allati tusma'u inda tawaqqu'i ru'yati al-hilal, kama vile mizinga au risasi ambazo kwamba zinasikilikana zama za kupatikana za kuonekana ule mwezi. Waqad urifa annaha, na hakika na maana pamejulikana kwamba hiyo mizinga au hizo risasi la tubrabu fi dhalika alwaqtu, hazipigwi katika wakati huo illa liru'ya, isipokuwa kwa kuonekana mwezi maalum. Hizo zinakuwa tayari, sio mtu kaamka na shaba yake tu pa kapiga. Hizo zinakuwa ni maalum, watu maalum, hazipigwi hizo isipokuwa yani watu wanajua zikipigwa hizo mwezi tayari umeshaonekana tayari. Wakal qanadil, na kama vile taa zile kubwa zile, allati tuallaqu bil manair, ambazo zinawekwa katika nini hizi almanair, hizi nguzo zile refu ambazo kwamba juu msikitini zinaitwa vipi zile Kiswahili? Sio mimbar, minara. Ndio hiyo almanair, minara ile inawekwa, sote tunaijua minara. Misikiti mingi zamani ilikuwa inawekwa minara juu, unawekwa mwezi na nyota, kama vile wakiwa wanaweka taa tayari. Sasa taa zinakuwa zinawashwa, alama ilikuwa zinajulisha, taa ilikuwa zinawashwa katika kipindi hicho. Zikiwashwa zile, hata mtu ambaye yuko mbali, na zile zinakuwa ziko refu. Siku hizi tumekuwa wavivu, hata msikiti ukiamua uweke huo mnara, jumbi kule wameweka, tukiamua tuweke huo mnara, tunaweka mnara mfupi. Wenzetu tulikuwa wanaweka mnara mrefu kiasi cha kwamba mtu yuko mbali masafa gani anaona ule mnara. Ukiwashwa taa anajua taa ile inajulisha kwamba tayari alhamdulillah mwezi umeandama. Ndio Sheikh anasema wakal qanadil, na kama vile taa lati tuallaqu bil manabir fi akhir Shaaban, ambazo huwekwa katika minara ile ya misikiti au minara ya alama zinazojulisha mambo ya dini. Fi akhir Shaaban, katika akhir Shaaban, mwisho wa Shaaban. Fakharaja, Sheikh anasema fakharaja bi ahadil amraini, basi ikatoka kwa moja ya hapa aliposema bi ahadil amraini, kwa moja ya mambo mawili. Tukisema mambo mawili sasa hivi nadhani yanajulikana, kukamilisha Shaabani au kuonekana mwezi. Kumetoka vitu gani?
kumetoka ma lau arafahu hasib, kile ambacho anaweza akakijuacho hasib, mpiga mahesabu huyu tayari, au munajim, au mtu wa nyota tayari, kimetoka hichi kina ufafanuzi wake, lakini tumeambiwa tufunge kwa kuona na tufungue kwa fanya nini? Kwa kuona. Fa in ghumma alaykum faakmilu Shaabana 30 yauma. Hii ni hadithi ya Mtume. Maelezo yote haya yanakuja kwa hadithi ya Mtume. Hapo Sheikh aliposema yajibu saumu ramadhana bi ahadi amraini bistikmali Shaabana al-adadi, moja, au ru'yati al-adli hilal ash-shahri, la pili. Haya yote yameashiriwa katika hadithi ya Mtume. Sumu liruyati wa aftiru liruyati fa in ghumma alaykum faakmilu Shaabana 30 yauma. Lakini sasa kuna watu vitu wanavitumia hasib, wapiga mahesabu hawa. Wapiga mahesabu hawa wako aina nyingi. Watu wanapiga mahesabu kwa namna mbalimbali, lakini wapiga mahesabu hawa ni wapi ambao tunazungumzia? Ni nani mpiga mahesabu na ni nani ambaye kwamba amezungumzwa hapa? Munajim. Hasib yeye, hasib ni nani? Hasib ya'tamidu manazila al-qamar, anakuwa anazingatia yeye manazila al-qamar, yani ule mshuko wa mwezi ama ule mwendo wa mwezi uko vipi, tayari huyo ndo hasib. Wa bitakdiri sairi alqamar, na kwa makisio ya ule mwezi, mwendo wa ule mwezi, limaarifati dukhuli shahri, ili aweze kujua nini? Kuingia kwa mwezi. Huyu ndo hasib. Kuna watu hasa unakuta wengine wavuvi, anakuambia kwa mwezi huu kesho Ramadhani, tayari anapiga hesabu za mwezi. Sijui tunaelewana? Huyo ndo hasibi. Ya'tamidu manazil al-qamar wa bitaqdiri sayri al-qamar limaarifati dukhuli ash-shahr. Huyo ndo hasibi. Lakini munajim ni nani? Munajim, mtu wa nyota, ni yupi? Huyu ni yule mtu ambaye yakulu, anasema inna tulua an-najmi al-fulani, hakika kuchomoza kwa nyota fulani, nyota ile pale ile, yadullu ala wujudi shahri, inajulisha juu ya kuwepo kwa mwezi. Hata kama mwezi yeye hajauona, akishaiona tu nyota fulani, sijui wenyewe anazijua, tayari anajua kwamba hapa mwezi umefanya nini, upo, hata kama watu hawajauona. Sasa sisi hatuzingatii hao, lakini ni hivi, yeye mwenyewe haki yake, kwa haki yake, tayari kwa haki yake huyu haimjuzukii, yani haimtoshelezi, hiyo haimtoshelezi. Ndio hapa shekha anasema fa innahu la yujzi'uhu sawm, hakika yeye huyu haimtoshelezi, yani huko kwa hesabu kwake, hizo hesabu zake hazimtoshelezi kufunga, tayari. Walaysa li ghayrihi al-amala biqawlihi, na hapana kwa mengine asiyekuwa yeye kuifanyia kazi kauli yake. Tayari. Lakini hapa zipo kauli
zinasema kwamba yeye kwa haki yake atafanya nini? Atafunga. Tayari kwa haki yake atafunga, akiwa kapiga mahesabu yeye mwenyewe na mahesabu yake anampa vizuri kwamba hapa hapana, kesho ni kufunga. Kwa haki yake yeye itafanya nini? Atafunga. Huyo mtu wa nyota na mtu wa kupiga mahesabu, wewe huna haki ya kumfuata. Lakini pia wapo wengine ambao kwamba wamesema kama utakuwa unamwamini, basi unaweza ukafanya nini? Ukamfuata. Mimi napendelea usimfuate, tosheka na alichokisema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tayari kauli yake Sheikh anasema fi haqqi man duna masiri alqasri. Iyo kufunga hiyo inakuja yajibu saumu ramadhana bi ahadi amrayn bi istikmali sha'ban al-adadi au ru'yati adli hilal ash-shahri. Hapo aliposema fi haqqi man duna masiri al-qasri, kwa haki ya yule ambaye yupo chini ya masafa ya kupunguza swala. Sheikh ndo anasema fal jar wal majrur fihi khabar li mubtada mahdhufun dalla alayhi as-siyaq wa taqdir wujubu dhalika fi haqqi man duna masiri al-qasri. Sheikh anasema al jar wal majrur hapo fi haqqi بأحد أمرين الجار والمجرور فيه خبر مبتدا. tayari hiyo jar na majrur ni khabari mubtada mahdhufun, ambayo kwamba imeondoshwa, ambayo imejulisha juu ya ule mtiririko. Mtiririko gani hapo ambao umetajwa? Wa taqdir, makadirio yake ni kusema kwamba fi haqqi man duna masiri alqasri yajibu saumu ramadhana bi ahadi amraini, ambayo yametajwa tayari. Anasema hapa wa taqdir, na makadirio, wujubu dhalika, kuwajibika hilo. Kuwajibika kufanya nini? Kuwajibika kufanya nini? Kufunga. Si huko alisema yajibu saumu ramadhana bi ahadi amraini, ndio anasema makadirio hapo fi haqqi man duna masiri alqasri, makadirio yake wujubu dhalika, yajibu fi haqqi man duna masiri alqasri yajibu saumu ramadhan. Tayari Sheikh anasema hadha alladhi ashara ilayhi ar-Rafi'i wan-Nawawi ikhtara bil matali'i. Haya yote tuliyoyataja ni ambayo ameyasimamia. Hadha alladhi ashara ilayhi ar-Rafi'i, haya ndiyo yale ambayo ameashiria Imamu Rafi'i. Wan-Nawawi, na Imamu Nawawi yeye ikhtara bil matali'i, amechagua hata kwa matali'. Yani machomozeo ya mwezi, na matali' yanaangaliwa kwa namna fulani ambayo chini atahitaja huku. Lakini Imamu Rafi' yeye kasema kwamba itapasa kwa asisi ambayo kwamba masiri al-qasri, kumbe inawezekana ikawa ipo masiri al-qasri lakini ndani ya matlai moja. Si unafahamu? Kutoka hapa kwenda Dar es Salaam
ama kutoka hapa mpaka kwenda zako wapi, mkoa gani? Wapi? Dodoma. Hii ni masiri al-qasri, si ndio hivyo? Lakini matlai moja. Imamu Rafi'i yeye kaenda kwamba vipi, moja kwa moja kwamba watakaouona tayari, lakini Imamu Nawawi yeye kachagua moja kwa moja kwamba si lazima masiri al-qasri, si lazima kwa haki ya masiri al-qasri, bali si tunachozingatia matlai tu tayari hapo. Kwa wale ambao matlai moja basi wana haki hiyo ya kufanya nini, ya kufunga. Sasa tumefahamiana Imamu, na hii ndio ambayo tunaitumia, matlai moja ndio tunakuwa tunafunga. Ni kwamba anasema hivi Imamu Rafi, ni kama kwamba Imamu Rafi anasema kwamba itapasa hata kwa mfano kwamba kama yule ambaye kwamba yeye ni msafiri, basi yeye haitompasa yani hatotumia kauli ya kwamba afunge, kwa sababu yeye hahesabii kwamba kaona mwezi katika ile, kwa sababu yeye ni msafiri, tena masafa ya kupunguza swala. Kwa hiyo hii iliyozungumzwa huko nyuma inamhusu yule ambaye yeye ni muqimi, si msafiri. Lakini hapana, Imamu Nawawi yeye anasema kama vipi, sisi tunaangalia matlai tu, matlai zikilingana basi tunafunga pamoja tayari. Sheikh ndo anasema qauluhu alladhi ashara ilayhi Rafi'i, hadha alladhi ashara ilayhi Rafi'i, kauli yake aliyosema kwamba hichi ndicho ambacho alikiashiria Imamu Rafi'i bisukuni rai. Ukisoma beti unasema hadha alladhi ashar ilayhi Rafi'i tayari, kwa sukuni ile ili kuleta uzani wa beti. Ndio anasema hapa bisukuni rai, kwa sekna ya re, min ashara, katika ashara, lilwazni, kwa kufanya nini, kwa kuchunga ule wazni wa hiyo beti. Ai hadha taqdir duna masafati alqasri, hii takdiri hii duna masafati alqasri, haya makadirio ni kwa ambaye kwamba duna masafati alqasri, yupo chini ya masafa ya kupunguza swala. Wa masahahu Rafi'i, ndio ambayo amesahihisha Imamu Ar-Rafi'i tayari hapo. Lakini wa qawluhu wa Nawawi, na Imamu Nawawi ikhtara bil matali'i, yeye amechagua kwa matlai zikilingana, ay ikhtilaf al-hukm, ay ikhtara, yani amechagua ikhtilaf al-hukmi, kutofautiana hukmu bi ikhtilafi al-matali'i, kwa kutofautiana matlai. Ina maana matlai zikitofautiana hukmu inabadilika, wao watafunga kwa matlai zao na sisi tutafunga kwa matlai ambazo zinafanana tayari hapo.